Mchezo unaanza, kuna jamaa anatolewa nje kama mwizi tu. Huyu dada anaitwa Juni na huyu jamaa anaitwa Samueli. Juni anabaki analalamika kwa jamaa kuwa hapendezi na tabia zake. Kwa hiyo Juni akanamfukuza Samueli atoke kwenye nyumba yake na hataki urafiki naye tena. Samueli anamwambia Juni kwamba unaniaibisha, lakini unasema na kuaibisha? Hebu niambie, ni mwanaume gani anakuja kwenye nyumba ya mwanamke alafu mwanaume huyo anatumia nguvu ya kulazimisha tendo la ndoa? Kumbe huyu Samueli ni rafiki yake na Juni. Juni alikuwa anamheshimu kama rafiki tu, lakini huyu jamaa waga analazimisha mikunjo kwa kutumia nguvu yani. Kitu ambacho Juni hapendezi nacho hata kidogo, kwa sababu moyo wake haumpendi jamaa. Kutokana na hiyo hasira, Juni akamwagia maji alafu akaingia zake ndani. Upande wa pili tunamuona huyu jamaa anaitwa Kachi, na kulia hapa ni mama yake mzazi. Huyu Kachi katoka masomoni nchini Uingereza na hapa mama yake katoka kumpokea airport. Humu kwenye gari wakawa anapiga story tu, huku mama yake akiwa anamsifia mtoto wake kuwa anajisifia kuwa na mtoto msikivu kama yeye. Wakati wanaingia ndani, kuna kapisi fulani hivi kaka kanatoka ndani kama kanakuja kuwapokea, na hapa kamekuja kumpokea mama mwenye mjengo. Basi mama yake na Kachi akaanza kuwatambulisha, huyu anaitwa Tasha, ni mtoto wa rafiki yangu, na hapa akaja mapumziko tu. Mama haina shida, nami nitamjua tu taratibu. Kakadakia maongezi, usijali mama, tutajuana tu taratibu. Mama akakubali tu. Inaonekana Kachi kutaka mazoea na huyu mdada kwa haraka hivi. Upande huu tena tunamuona Juni akiwa anaenda kwenye mangaiko yake. Ghafla Samueli anamfuata kwa ajili ya kumwomba tena msamaha. Juni anazidi kushikilia tu msimamo wake kuwa hataki tena kumsaidia Samueli na hataki wawe marafiki. Kisha na sepa zake. Jamaa kimoyoni akawa anajipa moyo kuwa Juni akimsamehe tu basi jamaa anarudia tena tabia yake mikunjo kwa kutumia nguvu. Upande huu tena tunamuona Kachi anaongea na simu. Ghafla Tasha anaingia. Jamaa akasema takupigia kidogo, unaona kuna mgeni wa mama anaingia. Habari, upo poa? Tasha anamkosoa jamaa kuwa yeye si mgeni wa mama yake. Kisha anamwambia, nani anakuambia kuwa mimi ni mgeni wa mama yako? Jamaa anamwambia kuwa nachojua umekuja kumtembelea mama yangu, lakini hii ni nyumba yetu na utaendelea kuwa mgeni hapa. Upo sawa, tuachane na hayo. Najua umetoka kwenye safari na unataka upumzike, lakini nilizani kama utapendezwa naomba tutoke nje na tuweze kuona mazingira jinsi yalivyo. Huko kanampa mitego fulani hivi. Jamaa akamwambia kuwa hajisikii kutembea kwa sababu safari ya ndege imemchosha sana. Tasha ikabidi tu amwache na asepe zake. Jamaa akawa anajiwazia tu kuwa huenda msichana kama ana shida hivi. Kesho asubuhi na mapema tunamuona Juni yuko kwenye shughuli zake za kila siku. Kumbe Juni amefungua mgawa wake wa kuuzia vyakula. Wakati anapika akapigiwa simu na mteja kuwa afanye haraka apeleke chakula sehemu waliomuita. Ikabidi afunge chakula hicho na aanze kuipeleka. Wakati anapeleka chakula, ghafla akamwona jamaa fulani hivi anafanya mazoezi. Juni akajikuta kama moyo wake unamtamani huyo jamaa. Akaacha chakula na kwenda kumwangalia. Wakati anazubaa barabarani, chakula cha mteja kikanyagwa na gari. Akaamua tu kurudi sehemu yake ya biashara, huku akiwa ni mtu mwenye hasira tu. Rafiki yake akawa anashangaa kumuona Juni kama ni mtu wa hasira. Huyu ni rafiki yake na Juni, anaitwa Ola. Huwa anamsaidia Juni kwenye hii biashara. Ola anamwambia, shida ni nini? Mbona kama una hasira? Au mteja hajakulipa? Hapana, chakula kimemwagika. Chakula kimemwagika? Kipi kimetokea? Nimefanya makosa rafiki yangu. Kuna kitu kimetokea kwenye barabara. Kwenye barabara? Yaani leo rafiki yangu nimekutana na mwanaume mzuri sijawahi kumuona kabisa. Tunaongelea masuala ya chakula au tunaongelea masuala yapi? Mbona kama unanichanganya? Yaani sikuchanganyi, nazungumzia mwanaume niliyemuona. Yeye ndio kasababisha mimi nimwage chakula. Ngoja nielewe story yako. Unasema umemuona mwanaume, alafu huyo mwanaume akakupagawisha mpaka ukasahau kama umebeba chakula? Hola, ngoja nikwambie kitu. Huyu mwanaume ni mwanaume ambaye sijawahi kumuona kabisa. Kwanza ni mrefu, ana sura nzuri, alafu anavutia yani. Mbona unaniangalia kwa jicho hilo? Hola, huyo ni mwanaume ambaye sijawahi kumuona kabisa, japo simjui eti. Basi wakawa anacheka tu, huku Juni anajisi kuvutiwa na huyo mwanaume. Siku iliyofuata tunamuona Kachi anajiandaa kwenda kwenye mazoezi. Anashangaa na kukutana na mama yake. Mama yake anamwambia, "Kwa nini usiende na Tasha kwenye mazoezi?" Kwa sababu kaja kututembelea na kupumzika na sisi. Jamaa anakuwa kama apendezwe na hilo jambo, anazidi tu kukwepa ushauri wa mama yake. Upande huu tena tunamuona Juni anapiga maombi kabla ya kufungua biashara yake. Ghafla anashangaa kuna mtu anapita kwa speed. Kufungua macho anamuona ni yule jamaa ambaye alikutana naye jana wakati anapeleka chakula. Kumbe huyu jamaa ni Kachi. Wakati anamfuatilia hivi, kuna mteja huko akawa anamuita. Juni anakuwa kama kachanganyikiwa hivi. Baada ya mazoezi jamaa anarudi kwao. Siku inayofuata Juni akawa amekaa njiani ili aweze kumuona jamaa akiwa anapita. Juni anajikuta anavutiwa na mtu ambaye amfahamu eti. Ghafla wateja wakawa wamefika, wakamlazimisha Juni awauzie chakula. Juni akawa kama na mapepe hivi. Kutokana na kulazimishwa na wateja, ikabidi aende kuwauzia chakula. Kitendo tu anaanza kupakua chakula, jamaa naye anapita. Juni anageuka hivi anamuona jamaa anapita, akitaka kumfuata, huku wateja wakawa wanamuita tu. Akawa hana jinsi, ikabidi tu aendelee kuwapakulia chakula. Juni alivyorudi nyumbani akawa anapanga bajeti ya mauzo na matumizi. Akapata wazo la kumpigia simu rafiki yake anaitwa Ola, kumuomba kesho asubuhi aje sehemu ya biashara kwa ajili ya kumsaidia. Kumbe lengo lake anataka kukutana na huyo jamaa ambaye anamuonaga kila siku asubuhi. Upande wa pili tunamuona Kachi anataka kwenda kwenye mazoezi. Ghafla anakutana na Tasha. Tasha anamuomba jamaa akakimbie pamoja. Kachi anachomoa tu, anamwambia kuwa huwa hapendi watu wakati anafanya mazoezi. Kwa hiyo utaki nijumuike na wewe? Ghafla anaingia mama yake na Kachi. Shikamoo mama, samani naenda kwenye mazoezi yangu ya kila siku. Mama yake akawa kama kajaa somo hivi. Kwenda unamwambia mwenzako kuwa upendi kwenda naye kwenye mazoezi? Mama, mazoezi yangu ni kwa ajili ya mwili wangu na afya yangu tu.
Huyu mama yake na Kachi anakuwa kama anataka mwanae Kachi awe na mahusiano na Tasha. Jamaa kutokana na mapishano ya yeye na mama yake akaona bora tu aache kwenda kwenye mazoezi. Huku Juni akaona bora tu arudi maana jamaa hajatokea. Tunarudi maskani kwa kina Kachi, tunamwona jamaa anaongea na simu. Huyu jamaa kipindi anasoma Uingereza alikuwa na mahusiano na msichana anaitwa Diana. Kwa hiyo hapo alikuwa anapiga story na Diana huku akiwa anamfariji kuwa ipo siku ataonana tu. Ghafla anaingia mama yake. Baby, subiri kidogo na kupigia, naona mama anaingia hapa. Shikamoo mama. Samani, kuna kitu chochote unaweza kuwa unahitaji? Nataka kuongea na wewe. Kachi akakaa kama anajilalamikia tu. Mungu wangu, najua ya mazungumzo yanahusu nini. Mama anaanza kumlalamikia Kachi kuwa jamaa anamtenga sana Tasha. Inaonekana mama yake na Kachi anataka mwanae ampende Tasha. Sasa anashangaa jamaa hataki mazoea na Tasha. Jamaa anamwambia mama yake kuwa, mama, mimi na mwanamke anaitwa Diana, tumependana naye tangia tupo masomoni. Mama ana panic na kusepa. Upande wa pili tunamwona Juni akiwa barabarani, lengo lake ni kutaka kumjua huyo jamaa. Maana huwa anavutiwa naye, alafu hata hamjui yani. Sasa siku hiyo Kachi alikuwa ametoka na Tasha. Maana mama yake alikuwa anampigia kelele kuhusu huyo Tasha. Juni hakuamini alichokiona. Kidogo Tasha akawa kama amejikwaa hivi. Jamaa akaona tu amsaidie kisha akambeba tu wakarudi zake nyumbani. Juni akajiona kama hana bahati hivi. Baadaye kidogo akawa anampa ubuyu shuga yake anaitwa Ola kwa kile alichokiona. Yaani unamwona mtu kambeba msichana alafu unabaki kuhisi eti hawana mahusiano. Na wewe upo upande gani? Unatakiwa upande wangu. Basi kama unampenda huyo jamaa, nenda kumwambia kuwa unampenda. Anza kukumsifia tu. Yaani unajua wewe ni mzuri pia nakupenda. Mimi siwezi kufanya upuuzi kama huo. Niache kwanza. Juni anamuelewa mchizi lakini anashindwa anzie wapi. Wakati anatoka nje anakutana na Samueli. Jamaa anazidi kumwomba tu msamaha na kumletea mazawadi. Juni ikabidi tu amsamehe ila akampa onyo kali kuwa jamaa asije akarudia tena huo upuuzi. Ila Samueli kana jisemeki muone kuwa plani zangu zimeanza kwenda vizuri sasa. Huyu jamaa anamteka Juni kwa mabavu, kitu ambacho Juni hapendezi nacho hata kidogo. Upande wa pili tunamwona mama yake na Kachi. Hapa anampa ufunguo wa gari Kachi na anamwomba ampeleke Tasha kwao. Jamaa anatii kwa unyonge tu, maana hataki mazoea na huyo Tasha. Humo kwenye gari Tasha anajaribu kuelezea tena hisia zake kwa jamaa, lakini jamaa anashikilia msimamo wake kuwa yeye ana mtu ambaye anampenda na wamesoma wote huko Uingereza. Kesho mapema tunamwona Juni anapeleka chakula kwa mafundi. Juni, umefika? Fudi imefika. Leo umetuletea nini Juni? Chakula cha siku zote. Kwanza nipe hela. Juni, yaani hapa tunapiga kazi, alafu jioni bosi anatupa maokoto. Takupitishia tu, wewe usiofu. Biashara kama hizo sasa hivi sifanyagi. Mimi na sepa zangu. Juni akawa anasepa hivi. Kidogo akataka kugongwa na gari. Wewe ni nani? Anaangalia hivi, kumbe ni Kachi, mwanaume ambaye alikuwa anaomba Mungu akutane naye hata kwa siku moja. Jamaa anafika. Pole, hujaumia? Upo sawa? Juni haamini anachokiona, anabaki kuwa kama na wenge tu. Sema chochote, upo sawa kweli? Nipo sawa kabisa. Huku fundi anachungulia tu. Samani, nimemwaga chakula chako, naomba nikulipe. Hapana, nipo sawa, usijali. Nipo sawa kabisa, yani usijali. Basi sawa, naomba nikupe lift. Hapana, mimi siendi sehemu yoyote ile. Tabaki hapa hapa. Unamaanisha kwamba dukani? Naenda dukani. Juni anakuwa kama ana wenge hivi kwa sababu alikuwa anamkubali jamaa, alafu leo anakutana naye bila kutegemea. Huku fundi anaamini kuwa fukara hana kauli. Juni, chakula vipi sasa? Basi bwana, wakaingia kwenye gari wakasipa zao. Kesho asubuhi Juni akawa anajilengesha kwa jamaa. Ghafla msela akatokea, akajidai na yeye kama alikuwa kwenye mazoezi hivi. Mambo safi, wakasalimiana na wakaanza kujuana taratibu hivi. Juni akawa anafurahia tu baada ya kuona mipango yake ipo sawa. Baada ya hapo akaenda kumpa mchapo rafiki yake Ola kuwa sasa mambo yameanza kuwa ya moto. Upande wa pili huku tunamuona mama yake na Kachi anaingia chumbani kwa mwanae. Akakuta mwanae kaacha simu. Akaona ngoja ampigie Diana mpenzi wake na Kachi ambaye yupo nchini Uingereza ili aweze kutenganisha mahusiano yao, kwa sababu lengo lake anataka mtoto wake Kachi aishi na Tasha. Basi akaanza kumchamba Diana na kumwambia amkome mtoto wake. Basi binti akatii tu. Ghafla jamaa anaingia akamnyang'anya simu mama yake. Kuweka simu sikioni hivi, Diana akamwambia Kachi bora waachane. Jamaa akamind tu na wakapishana kauli na mama yake, kisha jamaa akasipa zake. Kumbe kaenda kwa Juni kwa sababu kaishaona Juni ndiye mtu ambaye anampa furaha. Basi jamaa akaanza kumsalimia tena Juni, lakini Juni akamwomba Kachi aonje hata chakula. Basi jamaa akatii tu. Kidogo Juni akaenda kukaa naye. Mapepe yakawa mengi mpaka akajikuta anadondosha chupa. Jamaa anamsifia tu Juni. Kumbe unajua kupika chakula kizuri kama hivi. Kamsifia vya kutosha na akapenda ukarimu wa Juni kumpa chakula. Jamaa akataka kumjua Juni kwa undani zaidi. Kwa hiyo ulivyojua kupika ndio kaamua kufungua mgawa wako? Hapana, mimi sikupenda kufanya kazi hii. Nilihitimu chuo mwaka jana na nina degree ya biashara. Nilivyokosa ajira ikabidi nijiajiri tu. Jamaa kaona kama huyu msichana na madeni fulani hivi. Basi bwana, baada ya story Kachi akasipa zake. Anafika nyumbani, mama yake anazidi kumzingua tu kuwa hayupo karibu na Tasha. Kesho asubuhi jamaa akamua mvutie simu Diana kujaribu kumuomba tena msamaha. Anashangaa Diana anamchumulea kwa dharau, alafu anamwambia kuwa yeye kaishaolewa. Jamaa akavurugika, akamua space zake aende Uingereza akakutane na Diana. Akawa anatafuta pasipoti yake. Kila akiangalia hivi hayo
mtandaoni. Ghafla anakuja mama yake, alafu kaishika pasipoti. Kulazimisha kumwomba mama yake pasipoti, akajikuta tena anapishana kauli na mama yake. Jamaa ikabidi asepe tu. Kumbe ikaja kwa Juni bwana. Wakasalimiana kidogo hivi, lakini jamaa kaa kama ana stress tu. Juni anajitahidi kumchekesha, lakini mchizi anaonekana kama hayupo sawa. Kachi akamuuliza Juni kuwa, "Kwa nini hutumii simu? Simu yangu ilidumbukia kwenye maji, ila muda si mrefu nitanunua nyingine." Kachi akamuuliza tena Juni, "Hivi ulishawahi kuniona sehemu nyingine tofauti na pale tulipokutana?" "Ndio, nilikuwa nakuona unapita hapa ukiwa unafanya mazoezi kila siku." Kachi kabidi amfungukie Juni mambo yake yote yanayomsibu, hasa mama yake kuamua kutenganisha mahusiano yake na mpenzi wake Diana, huku akilazimisha aishi na Tasha, kitu ambacho hapendi. Basi Juni akampa moyo Kachi na akamwomba aendelee kumheshimu mama yake kwa sababu wazazi huwa hawakosei. Basi jamaa akajikuta anatulia tu. Baada ya maneno mazuri ya Juni, akaona bora tu arudi nyumbani. Wakati Juni anaendelea na kazi zake, akaja Samueli akawa amemletea Juni zawadi, kisha akamwomba aifungue. "Nitaifungua baadaye. Sasa hivi nina kazi." "Kazi gani? Au nije nikusaidie?" "Unataka kunisaidia kuosha vyombo? Mbona kitu kidogo hicho." Hapana, usifanye hivyo." Ilionekana mchiza anataka paka kuosha vyombo ili mtoto ajue kama jamaa anampenda. Kidogo Kachi anaingia. Juni anampokea kwa furaha, alafu akamkumbatia, huku Samueli anajikaza kisabuni tu. Juni anamwambia Samueli kuwa huyu ni rafiki yangu wa maana kuliko marafiki wote, alafu akamwambia Kachi kuwa huyu ni rafiki yangu anaitwa Samueli. Jamaa akampa zawadi ya simu Juni. Kumbe ni iPhone 15 bwana. Wakati huku Samueli ameleta zawadi ya matunda na popcorn. Samueli akaumia tu, ikabidi asepe zake. Baada ya zawadi hiyo, Kachi akampa lift Juni. Kisha Juni akamuonesha Kachi sehemu anayoishi. Juni akamshukuru tu Kachi kwa kumnunulia simu ambayo hakuwahi kutegemea kama atakuja kuipata kwenye maisha yake. Mida usiku Juni akawa anafurahia tu, akaamua mpigie shoga yake Ola na kumpa ombea. Upande wa pili huku tunamwona Kachi anaamua kumpigia tena simu mpenzi wake Diana, huku jamaa anazidi kumuomba msamaha. Akasikia kwenye simu kuna msela, akachukua simu, alafu akampiga bonge la biti. "Nisikilize wewe bwege, achana na mke wangu, ukiendelea nitakukata hiyo miguu." Msela akaumia, ikabidi kupoza machungu ampigie Juni. Akajikuta furaha yake yote inahamia kwa Juni. Kesho mapema Juni katoka kwenye biashara zake, akashangaa Kachi anampigia simu. Anaokota hivi, jamaa akamwambia, "Nakuja kukusalimia." Basi Juni akaanza kujiweka sawa. Kidogo anashangaa mlango unagongwa. Akashangaa mbona kawahi kufika hivi? Ile anasema ingia tu. Akashangaa anaingia Samueli. Juni akaa kama anaumia tu. Samueli akaanza kumwambia kuwa, "Mimi nakuhitaji na nakupenda." Juni akazidi kukazia kuwa, "Mimi sikupendi, nakupenda kama rafiki tu." Samueli akaanza kuleta tabia zake za kulazimisha mikunjo, akawa anataka kumforce Juni kumpatia mkunjo. Ghafla Kachi akaingilia, kampiga ngumi Samueli, alafu akamvimbia na kumfukuza. Kisha akamfuata Juni. "Upo sawa?" "Ndio, nipo sawa. Asante Kachi, umeniokoa. Usijali, nipo kwa ajili ya kukulinda siku zote." Juni akamkumbatia Kachi, kisha akawa analia tu. Basi wakatoka hapo wakarudi sehemu ya biashara. Ghafla Ola akaja, rafiki yake na Juni. "Juni, nasikia huyo mbwa akaja kufanyia vurugu. Mpumbavu sana." Akajikuta anamwaga ujinga wote wa Samueli mbele ya Kachi. Basi Juni akamtambulisha Ola na Kachi. Kisha asubuhi Kachi akawa anaongea na Juni. Ghafla anashangaa Tasha karudi. Kumbe Tasha alipewa taarifa na mama yake na Kachi kuwa jamaa sasa hivi yupo single, kwa hiyo aende akatesti mitambo. Tasha akawa anamtega jamaa, akizani kuwa jamaa anaweza kulainika na kumpa mkunjo. Kachi akamwona udemu kama ajielewi hivi, akasipa zake. Kachi akaenda tena kwa Juni. Kachi akaamua mwambie Juni yale yote yaliyotokea nyumbani. Juni akawa anacheka tu, kisha anamwambia, "Mimi siwezi kumlaumu huyo sijui Tasha, kwa sababu kila mwanamke anatamani awe na mwanaume mwenye kuvutia na mwenye moyo mzuri kama wewe. Kwa hiyo na wewe unapenda." "Kwa nini sipende? Tena natamani wewe uwe wangu. Hivi najua nimepambana kukupata." Akajikuta kama analopoka hisia zake kwa Kachi. "Juni, unamaanisha?" "Hapana, ni Juni, mbona uongee? Niambie tafadhali, una maana gani?" Juni yupo kimya tu, ikabidi jamaa apigilie msumari. "Juni, unamaanisha unanipenda?" "Ndio, nakupenda Kachi. Nilivutiwa na wewe siku ya kwanza tu kukuona." Jamaa akachukua mkono wa Juni kisha akaubusu, alafu akamwambia Juni kuwa hata yeye anampenda. Basi mahusiano yakaanza upya. Jamaa akampa maua yake Juni kuwa yeye ni mwanamke mwenye moyo mzuri na hata kuja kumwacha kamwe. Upande wa pili tunamwona Tasha kavaa viatu vya kisharawadu. Kumbe aliwapiga picha bwana, alafu akampelekea mama yake na Kachi. Mama kwa mara ya kwanza kumwamini Shelawadu Tasha. Kachi akawa anatumia muda mwingi na Juni wakipiga story na kuenjoy. Kumbuka Shelawadu Tasha anachukua tu matukio huku akiwa anaumia taratibu yani. Baada ya hapo anapeleka udaku kwa bibi mkubwa. Upande wa pili mama anamvokia tu jamaa kuwa yeye ni tajiri, hataki kutoka na muuza chakula. Kachi anazidi kuweka msimamo wake kuwa yeye anampenda Juni na nadhani kama atamwacha na hawezi kumpenda Tasha. Mama akaamua kufanya kiburi sasa. Akawatuma watu waende kuvunja mgahawa wa Juni. Ghafla Kachi anafika, anakuta watu wameshavunja mgahawa wa Juni na wamesepa zake. Juni analia tu maana hana msaada mwingine. Kachi aligundua tu kuwa aliyefanya hivi ni mama yake mzazi. Akafika kwa mama yake,
akaanza kulalamika na kumwambia ukweli kuwa hajapendezwa na ushetani aliofanya. Kachi anazidi tu kumwambia mama yake kuwa hapendezwi na tabia za kumchagulia wanawake. Lakini Kachi anatakiwa umsikilize mama yako. Kaa kimya na wewe, umekomaa kama mwiko. Unajua nini maana ya upendo? Huku mama anawaka tu na yeye. Kama unampenda Juni, basi ondoka humu ndani na uende ukajitegemee. Maana unajiona kama umekuwa humu ndani. Basi mchizi ikabidi aondoke na kaenda kwa Juni. Juni akampokea na wakaingia ndani. Asubuhi jamaa anaamka, anampa moyo tu Juni kuwa hata muacha na watapambana pamoja. Basi wakaanza maisha ya kutembeza chakula kwa sababu mama yake na Kachi alikuwa ameshazuia mpaka pesa za mwanae kwenye account. Siku iliyofuata wakati anatembeza chakula, akaja jamaa kununua chakula. Kisha akaa kama anawazingua hivi. Kidogo kuna mtu anawarekodi na simu. Kumbe alikuwa ni Tasha. Na hapa anamuonesha mama yake na Kachi kuwa mtoto wake ni mpumbavu. Yaani anampenda mtu wa namna hiyo. Mama yake na Kachi akawaka, akamwambia kuwa mali zote za humu ndani ni za Kachi. Wewe badala umuonee huruma, unakuwa unafurahia tu apate matatizo. Kumbe ndio maana kukupenda yani. Kisha akamfukuza Tasha. Huko Kachi na Tasha upendo umenoga tu. Wanasaidiana mpaka kuuza chakula. Kidogo mama yake na Kachi akaona tu bora amfuate mwanae na aweze kumuomba msamaha. Huko Juni anamkaribisha, anajua ni mgeni, kumbe ni mama yake na Kachi na kaja kwa lengo moja tu. Basi akawaita nyumbani, akaanza kumshukuru Juni kuwa yeye ndiye mwanamke mwenye akili. Akamwambia kuwa hii ndio maana ya upendo. Mama ikabidi afurahi tu na kumpa zawadi milioni 500 Juni kuwa kama zawadi. Kisha akawabariki yeye na Kachi na kuwatakia safari yenye mafanikio kwenye mahusiano yao. Na huu ndio unakuwa mwisho huu nyama unaoitwa When You Love John. Tupia maoni yako hapo chini. Pia jiunge kwenye grupu letu la Telegram kupitia namba zinazopita hapo chini. Hakikisha unabonyeza batani ya subscribe na kugusa kengele. Hii ni E7 Max na mimi ni Gio Boy kama ilivyo hapo kwenye mkono wako kushoto.